watoto. Na katika akademi hii tunafanya training za familia, za mmoja kwa mmoja, familia kwa familia, lakini za pamoja. Pia tunafanya online na physically kama hivi ninavyoweza kufika makanisani, mashuleni, kwenye taasisi za serikali na mahali popote wanapotuhitaji. Lakini pia tunafanya youth mentorship, ku-mentor vijana kwenye maeneo ya karia na kwenye maisha ili waweze kujitambua na kufaa ufalme wa Mungu na jamii pia. Bwana asifiwe. Nimeitwa kwa ajili ya watu wote, waliokoka, wasiokoka, wote ni watu wa Mungu. Amina. Jamii ikiwa bora, taifa limekuwa bora, lakini inaanzia na familia. Bwana asifiwe. Familia bora, jamii bora, taifa bora. Bwana asifiwe. Na huduma nyingine ambazo pia Mungu ametupa neema ya kuzifanya. Kwa hiyo nawakaribisha sana Purpose Parenting Academy. Huduma nyingi tunatoa online, kwa hiyo unaweza kufikiwa. Ni mwandishi pia wa vitabu, nimeandika vitabu kadhaa vya familia na malezi. Nimekuja na kopi chache kabisa, nafikiri ni 5 tu. Kuna mfuko huko pale, lakini una kopi kama 5 tu za kila kitabu. Ila ninaamini unaweza kupata kopi yako angalau 1, 2 ya title 2, kwa sababu tunachoenda kujifunza pia na tulivyoendelea kujifunza tunahitaji maarifa. Huu ni ulimwengu ambao umejaa maarifa. Ulimwengu wa sayansi na teknolojia umejaa maarifa, very advanced. Lakini namna tunavyoenda kwenye eneo la ndoa, familia na malezi, sijui kama tuko advanced kiasi hicho. Sijui kama tunaenda na maarifa na hekima na ufahamu kiasi ambacho neno la Mungu linatuambia, na namna ambavyo maarifa yamejaa katika ulimwengu nyakati za sasa. Kwa hiyo kuna vitabu vizuri sana pale kwa ajili ya watoto walioviona, waliosoma, wenye habari zake wanavijua zaidi. Sijui utaratibu wenu, sisi kanisani kwetu shemasi anakuwa navyo pale nyuma, mtu anayehitaji anachukua, lakini mtaweza kufuata utaratibu wa kwenu mliouzoea. Siwezi kuwapangia, kama kuna wale ambao watavihitaji basi. Na vitabu hivi ni vya familia, malezi na maisha ya familia kwa ujumla, na havina umri wa watoto. Sema mimi watoto wangu wakubwa tayari. Vina mambo ambayo ni ya msingi sana kwa kila mmoja. Na kuna kitabu kimoja ni cha teenagers, hasa kwenye ulimwengu wa sasa hivi wa teknolojia. Nimeandika kwa mfumo ambao una story, una somo la kujifunza na una guide, una mwelekezo ya nini hatua za kufanya kwa kila siku kwa siku 30. Hakikisha kama una kijana wa miaka 13 mpaka 25 umepata hicho kitabu cha teenagers. Kwa nini? Kwa sababu pia kimesomwa mpaka na wazee. Kuna watu wazima wengi wamenitafuta wananiambia hicho kitabu sio cha teenagers. Wazazi wote walionunulia watoto wao wamesema wamekipenda, wamekisoma kwanza na kimewasaidia kuwajenga wao. Kwa hiyo unaweza ukapata kitabu, kimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza lakini lugha nyepesi kabisa ambayo kila mmoja anaweza kaielewa. Bwana asifiwe. Lakini pia kama alivyosema, tumekuwa na semina siku 2, Jumatano na Ijumaa, na Mungu alitupa neema ya kupitia masuala mbalimbali yanayohusu misingi ya familia bora, tukiangalia neno la Mungu, na pia msingi au mambo muhimu sana yanayohusu malezi na maisha ya vijana nyakati za sasa, lakini pia msingi wa kimungu wa ndoa, familia na malezi. Tulipitia kudonoa kwa sababu hilo ni pori, ni suala mtambuka. Kwa hiyo hatuwezi kusema tumeexhaust, ila tumegusa tu baadhi ya maeneo kadiri Mungu alivyotupa ndani ya yale masaa 2. Bwana Yesu apewe sifa. Una amani? Nipungie mkono kama una amani, tusiwe na tension. Atasema nini? Bwana asifiwe. Na kwa kuwa tulikuwa tunaendelea na semina hiyo, tutaendelea kuzungumza masuala yanayohusu familia na malezi nyakati za sayansi na teknolojia. Na tuende kwenye neno la Mungu. Na kwa kuwa tumetoka kwenye uwepo wa Mungu, ninaamini uwepo wa Mungu umetufunika, na tutaenda kwenye neno la Mungu. Na kabla ya kwenda kwenye neno la Mungu, nachukua nafasi hii kwa heshima kabisa na kwa unyenyekevu nikimshukuru Mungu kwa nafasi ya kuwa katikati yenu na mbele yenu. Pia napenda kumshukuru sana mchungaji wetu kiongozi Dr. Hamuli pamoja na mama kwa kutoa nafasi na ruhusa ya kuweza kushiriki pamoja na ninyi kwa namna hii. Na washukuru pia wachungaji wasaidizi, wazee wa kanisa pamoja na uongozi wa kanisa na washirika. Naamini mmenipokea pia kwa ruhusa hiyo. Mmenipokea? Amen. Maana Paulo anasema walipompokea ndipo walipoweza kueleza vizuri injili ya Kristo.
inapopokelewa, unapompokea mtumishi ni rahisi kupokea na alichobeba. Nawashukuru sana kanisa, Mungu awabariki. Hongereni pia kwa ujenzi wa kanisa. Nilikuwa nalitazama ile kanisa la zamani sikuliona, kakutana na jengo jipya. Hongereni pia, nasi tunaendelea na ujenzi pale ICC mjini kati. Mungu awabariki na kazi yenu sio bure kwa Bwana. Na niishie hapo na tuangalie neno la Mungu. Na nimekipa kichwa kinachosema, nitachanganya mambo kadhaa humo ndani, lakini ni nyumba na malezi ya Kikristo wakati huu wa ulimwengu wa kidijitali. Nyumba au familia na malezi ya Kikristo nyakati hizi za ulimwengu wa kidijitali. Nitapita kwenye mambo kadhaa, sitaweza kurudia yote. Kwa bahati mbaya sio rahisi kurudia vitu ambavyo tumezungumza kwa masaa mawili, lakini kuna vichache ambavyo nitavirudia kadiri Mungu atakavyonipa neema kwa hizi ndani ya dakika chache tulizonazo. Tutasoma mstari wetu wa kwanza kutoka katika kitabu cha Mhubiri sura ya 10 mstari wa 15. Mhubiri sura ya 10 mstari wa 15. Kisha andika Mithali sura ya 2 mstari wa 10 mpaka wa 11. Mithali sura ya 2 mstari wa 10 mpaka wa 11. Tutakutana na maandiko mengine ya Mwanzo sura ya 18 mstari wa 19. Mwanzo 18:19 na Yeremia sura ya 35. Sura nzima ya 35 ya kitabu cha Yeremia. Hatutasoma yote, nitapita humo. Ayubu sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5, na kama tutakutana na mengine pia nitakuwa nikiitaja. Bwana asifiwe. Kwa kuanzia tutasoma mstari wa Mhubiri sura ya 10 mstari wa 15 na Mithali sura ya 2 mstari wa 10 mpaka 11, na nitaanza. Anasema, kazi ya wapumbavu huwachosha kila mmoja wao, kwa kuwa hajui hata njia ya kwenda mjini. Na Mithali anasema, maana hekima itaingia moyoni mwako na maarifa itafurahisha nafsi yako. Busara itakulinda, ufahamu utakuhifadhi. Tarudia la Mithali, maana hekima itaingia moyoni mwako na maarifa yatafurahisha nafsi yako. Busara itakulinda na ufahamu utakuhifadhi. Sasa nataka kuzungumza nini? Hii mistari mbona hata iongei teknolojia? Bwana asifiwe. Ninafahamu kabisa suala zima la maendeleo ya sayansi na teknolojia linatuhusu watu wote wa umri wowote, na tukianza na lile kundi ambalo limetoka hapa mbele. Tuna watoto wetu wachanga, wale tunasema toddlers, tuna katikati, tuna teenagers, tuna vijana, tuna watu wazima, tuna wazee. Hakuna mtu ambaye alimgusi. Sasa hivi hata wazee wanajua kuperuzi. Kwanza hapa sijui hata kama kuna wazee nisije nikawavunjia heshima. Inawezekana kabisa kuna wazee wa umri mwingine, lakini wengi hata wazee wanajua kuperuzi, wanajua kutumia smartphone na hivi vifaa na vya teknolojia, na vinatuathiri. Intensity ya kutuathiri au kiwango cha athari tunayopata, kuna upande wa chanya na upande wa hasi. Na leo tunapozungumza kwenye suala la nyumba ya Mkristo na maendeleo ya ulimwengu wa kidijitali, tuna mambo ya kujifunza hapo, ambayo wakati wengine wanalalamika kwamba watoto wameharibika, vijana wameharibika, teknolojia imeharibika. Teknolojia ni nzuri. Mimi ni mwanasayansi. Teknolojia ni nzuri. Let me tell you the truth. Teknolojia inarahisisha mambo mengi sana. Teknolojia imetuletea maendeleo ya hali ya juu makubwa ambayo tusingeweza kuwa nayo. Lakini namna mtu anavyopokea jambo ndo hivyo litakufanya uone faida zake au hasara zake. If you are well equipped, the technology is well and good. Kwanza kwa vijana wetu hawa kuanzia wakiwa wadogo, kama ambavyo tutaenda kuangalia, ukiweka mpango mzuri ndani ya muda mfupi ni kitu ambacho kitawatoa, kwa sababu ndio ulimwengu wa kwao. Hatuwezi kuwatenga na teknolojia. Najua kuna wengi hapa wamenyofua nyaya za TV, wako walioficha TV ndani, wako simu ni kelele na watoto wale wa umri fulani. Wangapi wanadaiwa simu na watoto wao na hawajui wawape wasiwape? Wangapi?
Au ndo mmeshawapa tu? Watu wanaogopa simu kuwapa watoto na vitu kama hivyo. Wakati ulimwengu unazungumzia suala la akili mnemba, artificial intelligence, kuna watu bado wana struggle na TV. Kuna watu wana struggle na redio, yani mtu wangu asisikize redio. Wakati watu wanazungumzia swala la artificial intelligence, kama kanisa tuko wapi kwenye eneo la teknolojia? Tunafanya nini? Tumejiandaaje? Tunaandaaje watoto wetu? Tunaishije kwenye nyumba zetu? Kwa kama nilivyosema, kuna upande wa hasi na upande wa chanya. Namna umeipokea teknolojia, namna unaitumia inaweza ikaathiri negative au positively. Na ndio maana Biblia inasema kazi ya wapumbavu wachosha kila mmoja, maana hawajui hata njia ya kwenda mjini. Yaani kuna vitu unaweza ukafanya jasho likakutoka, ukapambana sana kwenye maisha, ukikuta umeharibu hata mtoto mmoja tu Mungu aliyekupa, maana hiyo kazi ni ya kipumbavu. Yaani haijalishi una cheo kiasi gani, unafanya kazi kwenye taasisi nzuri kubwa au kwenye kampuni yako binafsi, mfanyabiashara, una pesa, una magorofa, una nini. Lakini inapotokea kwamba kwenye ile mission ya Mungu aliyotuweka hapa duniani, kama hatukuweza kufunction ipasavyo, tutakuwa tumefanya kazi ya upumbavu ambayo haina matokeo. Mungu asaidie sana. Tunapopoteza watoto kwenye teknolojia, kwenye screen huko, tumeshinda kazini, baba na mama wako kule wenyewe, TV ni zao, tablet, simu, kompyuta, nini chochote, kwa muda gani, wanatazama nini, wanasikiliza nini. Na ngoja nikuambie mzazi ambao unanisikiliza, kumnyima mtoto hivyo vifaa bado nao ni ujinga, kwa sababu ulimwengu wao ni wa teknolojia. Huwezi kuwatenga na teknolojia kwa sababu wamezaliwa humo. They are digital citizens. Unawanyimaje? Kwa mfano, unatakiwa uwe na maarifa, hekima na ufahamu namna ya kuwaongoza kwenye. Unfortunately, wale ambao tumezaliwa kabla ya teknolojia ndio tunaongoza waliozaliwa kwenye teknolojia. Sasa tusipokuwa na hii, kwenye Mithali 2 anasema hekima iingie moyoni mwako, maarifa yaifurahishe nafsi yako, busara ilinde nyumba zetu, ndoa zetu, watoto wetu, ufahamu utuhifadhi. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunahitaji hekima, maarifa na ufahamu kwenye ulimwengu wa sayansi na teknolojia, hasa tunapozungumzia suala zima la familia na malezi. Na hii imekuwa kilio cha wazazi wengi. Nina kesi nyingi sana, sina muda wa kukuambia. Kwa neema ya Mungu katika kazi ninazofanya, nakutana na wazazi wengi, wanakuja watakuambia jinsi ambavyo mtoto tabia zimekuaje, anafanya nini. Wengine wamekaa kwenye skrini walizoachiwa, TV, simu, nini. Wale wenye watoto ambao ni umri wa zaidi ya miaka 13, 14, 15, nakuambia mtoto wangu masaa, yani muda mwingi yani yuko na hivyo vifaa na hajui anafanya nini. Sasa huwa nawauliza wazazi wa hivyo, aliyenunua TV, simu, tablet, kompyuta ni nani? Mzazi, si ndio? Aliyempatia huyo mtoto ni nani? Mzazi. Ni sawa na kumpa mtoto gari ambaye hajaenda driving school. Sijui kama kuna mzazi ana gari hapa anampaga mtoto gari, mtoto wa miaka 5, 6, 15, 10, hajawahi kwenda kujifunza kuendesha. Lakini tunawapa hivi vifaa vya simu, tablet, kompyuta, hasa vilivyounganishwa na internet. Ni zaidi ya gari. Ni sawa na kumpa mtu ambaye sio pilot ukampa ndege ya rushi. Is that much powerful? Kwa jinsi ninavyoifahamu teknolojia ni very powerful. Sasa hivi tunavyozungumza, kuna watoto wanakaa wanaongea na chatbot, wanaongea na akili mnemba, inawapa kila kitu wanachotaka, mpaka intimacy, mpaka sexual intimacy huko kwenye mtandao. Na utasema yuko hapo ndani, yupo hapo ndani, lakini hayupo kwenye ulimwengu ambao unafikiri upo. Kama hauna hizo habari, ndio maana Biblia inatuambia si vema nafsi ya mtu ikose maarifa. Sio vema nafsi yangu, nafsi yako ikose maarifa. Bwana asifiwe. Sasa mimi naomba, tunasoma neno, tuna ibada nyumbani, nini tena, na well and good, hata mimi nafanya. Lakini linapokuja suala la kanuni, kanuni zinachukua nafasi yake. Mungu wetu pia ni Mungu wa kanuni. Bwana asifiwe. Vitu tunavyohitaji kujifunza huwa tunaenda chuoni kujifunza. Ukitaka degree nenda chuo, ukai ndani ukaomba Mungu nipe degree, na mimi waniambie nimempata degree, hautapata. Ukitaka mtoto ajue hesabu, physics, chemistry, utampeleka shuleni. Kwa nini ukae ukaomba? Kwa nini kwenye masuala ya msingi kama haya unafikiri tu kwamba naomba Mungu tu atuepe, Mungu tu atusaidie? No. Kuna kanuni. Pata hekima, maarifa na ufahamu. Pata seminars, pata sermon, pata vitabu, soma.
lisha nafsi yako. Bwana asifiwe. Yako mambo ya msingi sana ambayo tunayakosa kwa sababu ya kukosa maarifa, na Biblia imeshasema si vyema nafsi ya mtu ikose maarifa. Na tulipopita kwenye siku 2-3 zilizopita, tuliona ya kwamba kwenye ulimwengu wa sasa hivi wa teknolojia, ambao familia nyingi, watoto wetu, vijana wetu, kuna wimbi kubwa la gharika na kusombwa kuanzia watoto wadogo. Na imeonekana kwa data zisizo rasmi, kuanzia watoto wa miaka 2 hapo mpaka 8, 9, wengi sana wanafanyiwa vitendo viovu, sexual abuse. Na sababu mojawapo kubwa ni taarifa nyingi ziko wazi, lakini pia kuna vitu vingi wanatazama ambavyo vimebeba roho nyuma yake. Kuna cartoons watoto wanatazama, wazazi hata wajui kinachosema kule ni nini. Kwanza wengine hata ile lugha inayozungumza hawaelewi, lakini muda wa kukaa kusikiliza na tunasema uiskani, upitie ujue ina maudhui gani ndipo mpatie mtoto, wengi hata hawana muda wa kufanya. Lakini wataachiliwa channel za TV za katuni, wataangalia, mwisho wa siku na tabia zinainuka, kuna roho zinatembea kule. Lakini wana wa Mungu atupe neema, inabidi tuenende kwa utaratibu. Paulo aliwaambia akina wa Tesalonike, waonyeni wale wasioenenda kwa utaratibu. Alikuwa anazungumza masuala wale walikuwa wanazurura wafanye kazi kwa mikono yao, mwisho anasema asiyefanya kazi na asile. Lakini tunapochukua ile neno kwamba waonyeni wasioenenda kwa utaratibu, kila kitu kina utaratibu. Bwana asifiwe. Teknolojia nyumbani kwa watoto, kwa vijana, ina utaratibu. Nimeandika sana kwenye vitabu ambavyo nimeviandika vya familia na malezi, lakini pia kwa sababu familia zetu nyingi tulizoea zipo bila intentionality, dhamira ya namna ya familia unayotaka. Unajua Mungu anapofanya jambo, anapotaka kupitisha suluhisho la changamoto fulani hapa ulimwenguni, anapitisha kwenye familia. Si unalijua hilo? Kwa sababu watu wanaotatua changamoto za ulimwengu wamezaliwa kwenye familia, wamezaliwa mahali fulani na baba na mama, wamelelewa na Mungu anawaandaa kwa ajili ya kizazi cha wakati huo. Bwana asifiwe. Lakini kutoka katika zile familia, ikiwa tunayo dhamira ya kutambua Mungu ametuita kama wanafamilia kufanya nini, why are we here on earth for, what's our mission, tuna utume gani ndani yetu, lakini pia tunaelekea wapi kama wanafamilia, maono yetu kama familia, ambayo mara nyingi nasema wanaume wakikaa kwenye zamu yao wakaonyesha njia. This is the vision of the family. Tunaelekea huku. Baada ya miaka 5 natamani kuiona familia yangu kiroho tumefika hapa, kiuchumi tumefika hapa, kielimu tumesogea hapa, kwa watoto kila mmoja hatua zake, kwa wazazi. Unajua wengine baada ya kuwekaga ile nukta ya kuvaa majoho ya degree fulani huwa wengine wasomi tena. Mimi hapa nina PhD lakini nasoma, nina kozi online nasoma, maarifa yaishi. Biblia imesema nafsi ya mtu isikose maarifa. Kuna maeneo mengi sifahamu na nahitaji kujifunza, nahitaji makochi kunikochi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unapokuwa na familia ambayo angalau ina mtazamo wa pamoja mnakotaka kwenda, angalau kuna vitu vya thamani, tunasema family values, ambazo mnavitazama kwa pamoja, kwamba hivi vinatufanya tuzungumze lugha moja, pamoja na kwamba tuna tunu za kiroho, tunajua tumeokoka, kuna vitu hatufanya, lakini kuna taratibu za kawaida za duniani hapa ambazo tunaweza kuwa nazo na zikatuweka mahali pamoja. Kama tunataka tulee vijana ambao wakitoka kwenye nyumba yako wanajulikana wako smart, wana excellence, wana time management, wana nidhamu, inajengwa na lazima uwajenge kwenye mfumo wa tunu. Yale mambo ya kupurukushana kwa fimbo na sheria, sawa kama bado unazitumia malezi hayo, fimbo ina nafasi yake, lakini jenga zaidi zile values, zile vitu unavyotaka vione ndani ya watoto, badala ya kukazana kurekebisha. Ukiona unarekebisha sana, manake hujawekeza vizuri kwa mtoto. Daka hilo litakusaidia. Yani ukiona wewe unarekebisha sana watoto, igomba, acha, menda, yani kila wakati wewe una correction, una kesi na vijana wako kila wakati, hajaenda hivi hajafanya, manake uwekezaji ulikuwa mdogo. Ndio maana hajaweza kwenda hatua kadhaa, akianza tu moja ya pili correction. Kwa nini? Ukijaza ndani yake kabla study mbalimbali, tunu mbalimbali, mwongozo, namna mnaishi kwenye ulimwengu wa roho pale nyumbani na ulimwengu wa akili, mentally. Bwana asifiwe. Vitu ambavyo mnaviweka kama misingi yenu, wanaenenda kwa utaratibu. Familia yenye dira, tuliangalia kwenye Biblia baadhi ya mifano, na
tulijifunza pia kwenye familia, baadhi ya familia. Lakini kabla tujaenda huko, tuangalie mambo matatu ya msingi ambayo nitayataja leo kwenye huu ujumbe kwa dakika chache tulizonazo. Jambo la kwanza ambalo nataka ufahamu kwenye ulimwengu wa sasa hivi, inawezekana wewe bado sio baba, wewe ni kijana, ni baba mtarajiwa. Na wewe mshukuru Mungu unasikia haya sasa hivi, kwa sababu kwenye akademi yetu kuna wazee, wana wajukuu, wanajoin kwenye akademi. Kuna mabibi, kuna mababu, kuna watumishi wa Mungu, kuna maaskofu, kuna wachungaji, kuna wake za watumishi, kuna watu wa aina mbalimbali, kuna wakurugenzi. Wote, maadamu una familia, una ndoa au una watoto au una utumishi fulani, ni nafasi ya kujifunza ya kwamba kwenye eneo la familia, kwenye eneo la ndoa, kunahitaji uwekezaji wa hekima, maarifa na ufahamu. Bwana asifiwe. Hasa ulimwengu wa sasa hivi, bila hivyo kuna kupoteza vingi. Jambo la kwanza, malezi yanamhusu baba kabla hayajamhusu mama. Hizo ni taarifa mbaya kwa wazazi ambao tayari walishalea na waliachia mama wale. Lakini tukiangalia Mungu anaposema na Ibrahim, agano la Ibrahim la baraka, Mungu alipopitisha agano la baraka kwa Ibrahim, alimwambia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18 na 19, kwa kuwa ninajua ya kuwa utawaamuru watoto wako na watu wa nyumbani mwako waniche mimi na kufuata haki na sheria zako. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anamwangalia Ibrahimu, alikuwa hambariki Ibrahimu kwa ajili ya Ibrahimu, alikuwa anambariki Ibrahimu kwa ajili ya vizazi. Lakini ili zile baraka zipite, lazima agano la kulea kwa malengo, intentional parenting, ndiko nilikotoa hilo neno la purposeful parenting. Lazima hilo agano uwe nalo, kwa sababu huwezi kutengeneza vizazi vingi, huwezi kulea vizazi vingi ikiwa huna dhamira hiyo, huna hiyo mentality ya kwamba ndani ya mtoto mmoja kuna vizazi vingi. Ukiangalia kwenye familia zetu, nilitoa mfano hata wiki iliyopita, kuna vitu ambavyo kama havikujengwa katikati yetu, mlizaliwa watano, sisi ambao ni wazazi, watano, sita, wawili, watatu. Kuna namna ambavyo tuliangalia kwenye mfano wa sura ya kwanza ya Ayubu, tukasema wale watoto walivyoweza kukaa pamoja, kushikana, kuwa na wakarimu, kuitana, kufanya zile shughuli zao, walijengwa kwa namna fulani katika roho ya umoja, upendo, mshikamano. Yaani kuna vitu vilipandwa ndani yao vikawaweka pamoja. Ukiona kwenye familia nyingi sasa hivi watu tunabishana mambo mengi kabisa, yani mengi kwenye jamii. Tufanye jambo fulani kwa umoja, hakuna mtu anakubali. Mimi sina hela, afanye yule. Mimi sitoi. Yani mimi kwa nini? Kwa sababu kuna tunu hatukujengewa za kutuweka mahali pamoja. Na ukitaka kulea ulimwengu wa sasa hivi ufanikiwe, tengeneza huo mfumo ambao tunazungumza. Tengeneza namna familia itaongea lugha moja, ambayo itawasaidia watoto pamoja na ninyi mzungumze lugha moja. Kuna kelele nyingi zitapungua kule ndani. Lakini nilikuwa nazungumza kwenye swala la ubaba, tunalea vizazi. Baraka za Ibrahimu, wale tunaimba baraka za Ibrahimu ni zangu. Usisahau kuimba na agano la malezi ni langu. Haleluya, Bwana asifiwe. Na wewe ambaye ni kijana unafurahia huko nyumbani bado kwa wazazi, binti unafurahia huko nyumbani kwa wazazi, najua kabisa tunapozungumza ya masuala, kuna watu ambao, kuna vijana ambao kwa bahati mbaya wana experience mbaya kwenye familia, wana experience mbaya za ndoa za wazazi, kiasi kwamba tunaweza kuona wimbi kubwa kwenye jamii la kupuuzwa sana kwenye eneo la ndoa na familia. Ile familia kama value yenyewe ni kama imepukutikwa sana. Yani watu yani hivyo ndoa zinaweza zikaenda mwaka mmoja, miwili imeisha, miaka mitatu imeisha, yani na zilizopo zinayumba. Kwa nini? Kuna masuala ambayo tusipoyaangalia kwa upana wake yanaweza yakatuletea shida. Kwa hiyo namna wazazi wa kiume wanavyonyoosha mambo kule nyumbani, sauti ya kiume imepotea sana kwenye jamii. Ukisikia sauti ya kiume kweli wananunua chakula, nguo, nyumba zimejengwa, lakini kwenye eneo ambalo Mungu anazungumza na wababa, unajua unapokuwa na watoto watatu una mataifa matatu. Hapo sijui kuna vizazi vingapi, siwezi kuvihesabu. Sasa kama unalea mataifa, hebu angalia kwenye kila taifa umewekeza nini? Umewawekea misingi ya namna gani? Are you a role model as parents? Mmesimama kama wazazi ambao mnaonyesha mfano, mnaonyesha, yani wakiwatazama wanatamani ndoa kama hiyo.
Kuna vijana wanasema mimi kama ndoa ni hivi, sitaki. Yaani achana na hiyo habari kabisa ya ndoa. Na wako kanisa wataka muda mrefu sana. Kwa nini? Hawaoni mahali pa kushika. Kama zipo ni chache. Lakini ni nini? Kuna mahali kila mmoja asipokaa kwenye zamu yake, kuna namna hatutajenga hivyo vizazi Mungu anavyokusudia. Na zile baraka ambazo tunazitafuta kwa njia mbalimbali, tunapotawanyika huko asubuhi mpaka jioni kufanya kazi ambazo tumepewa hapa duniani tufanye kazi, tutawale na kumiliki, tupate mali na fedha na ukwasi na kila kitu ambacho Mungu anatubarikia, well and good. Lakini utume wa kwanza umeanzia pale nyumbani. Charity begins at home. Are you a leader at home? Are you leading your home? Are you leading your family? Unaongoza hiyo familia? Tunauona huo uongozi wako nyumbani? Bwana asifiwe. Are you a role model? Unatengeneza identity ya watoto wako, utambulisho wa watoto wako. Unajua kuna watu wamefikaga mahali wanasema mimi hata jina la ukoo sitaki kulisikia. Ninao wengine tunafanya counseling, anakuambia mimi hata jina nilifuta, nilienda kuwapa, sitaki kujihusisha kabisa na ukoo. Haoni substance, haoni value. Hataki hata hilo jina. Hivi unaweza ukafikiria kwamba umeona umelea vizuri kweli, umemaliza watoto wako wamekuwa wakubwa, kwa sababu muda mwingi unafikiri ulikuwa unalea, ulikuwa unatunza. Ukweli umewapatia elimu, umewapatia malazi, umewapatia, but you didn't train them. Hukuwekeza vitu ndani yao, wamemaliza, hawana attachment na wazazi. Na niliwaambia kuna wale wakishafika miaka 18 wakianza tu kwenda chuo, uwe na uhakika nyumbani atakuwa anarudi kwa story nyingi sana. Atapita tu ndani ya masaa, tuna discussion na wenzangu, unajua tumepangiwa swing, unajua naenda kufuatilia boom, wana sababu nyingi kwa sababu uko ndani ya kukaliki. Inawezekana namna walikuwa wamekaa wanasubiria miaka 19 ikifika, yani ni siku nitaondoka umndani. Mbona ninao wengi tu kwenye counseling. Akamwambia mimi nasubiri tu nikiweza kujitegemea, ni vile sijaweza. Uko ndani kuna nini? Na sio kwamba sio waamini, wapo ambao ni waamini. Mungu atusaidie sana. Hakuna mambo ambayo yanaeleweka yaliyonyooka. Na wababa mkiweka njia, mtajenga watoto wenye uimara. Ngoja nikuambie kwa kidogo. Kama mzazi wa kiume upo na Mungu amekujalia watoto, najua kabisa nazungumza na watu wenye level tofauti tofauti. Kuna mababu wana wajukuu hapa, kuna wale wana watoto wa umri ambao bado hawana wajukuu lakini washavuka, sio wa kulea tena. Tunapolea wazazi tunalea miaka 0 mpaka 18. Kwa sheria na taratibu zilizowekwa za kimataifa, of course kuna wengine ni chini ya miaka 18, wakati nasema amekuwa mtu mzima. Unahama kutoka nafasi ya kuwa trainer to advisor. Unakuwa mshauri, unakuwa counselor, unakuwa coach. Lakini unapohama hii nafasi ya kuja huku, uwe na uhakika kama ukuwekeza vizuri huku chini, hao watoto hata ushauri hawatataka. Yaani hawatataka uambie chochote. Kwa sababu anafika mahali pa kuanza kujitafuta. Na kutana na vijana wengi wanakuambia mimi bado najitafuta. Kama kijana ana graduate kwenye mfumo wa kulelewa, anafikisha miaka 18, 19, 20 wako vioni, anakuambia najitafuta. Huyu mtu alipotelea wapi? Si miaka ya nyuma. Na alipotelea wapi? Nyumbani. Wapi? Kwenye malezi. Kwa nini? Kwa aina ya malezi ambayo ilikuwa haina maarifa, ufahamu, busara kulinda, kama tulivyosoma kwenye Mithali 2. Bwana asifiwe. Malezi ya mchaka, baba hayupo, vurugu mechi, piga, weka kule, fanyaje, hupatikani. Na ngoja niwaambie Wakristo wenzangu wapendwa na watumishi wa Mungu wazuri mliokaa hapa ndani. Utumishi wa kwanza Mungu alitupa kule nyumbani. Kwani Biblia sasa zinasema inapoelekeza namna ya kuchagua maaskofu, mashemasi, si aliweka pale utaratibu anayeweza kuisimamia nyumba yake mwenyewe. Kuna watu nyumba hawajaweza kusimamia na wanatumika kanisani. Lakini kuna wale ambao wamekimbia ile zamu ya kulea vizazi, watumishi wa Mungu wa sasa na wa baadaye. Lakini wako busy na utumishi mwingine huku nje. Lazima tujiquestion, lazima tujiulize tena kama watumishi wa Mungu. Tunapokimbia kuja kule, kwa mfano mimi nikija hapa kuwahudumia kama hivi ninavyozungumza neno la Mungu, kule kwangu nimeachaje? Ninafanya nini? Ninatunzaje? Ninalea nafasi yangu? Nimekaaje? Bwana asifiwe. Maana hapa nazungumza na wengi, lakini nimeanza na mmoja kule nyumbani kwangu. Charity begins at home. What are we doing? Tunafanya nini kule nyumbani? Kuna watumishi wa Mungu wazuri, wanapendwa na washirika kweli kweli sana na wananyenyekea. Lakini ukirudi nyumbani, who are you kwa watoto wako? Mungu asaidie sana. Sina muda wa kupita kwenye mifano ya kina Eli, kina Samueli, tunajua yaliyotokea. Nimejadili sana kwenye vitabu. Mungu akupe neema upate angalau vitabu 2.
vya kukuongezea maarifa, uone mambo ambayo yamkini hujawahi kuyatazama kwa namna hiyo. Na wengi wamekuwa wakisema mbona sasa Eli alikuwa anamtumikia. Usifikiri kwamba Eli alikuwa aombi. Wewe unacheza na kuhani anaenda kutoa sadaka kwa ajili yake na wengine, si ndio? He was praying, a prayerful man, na anapoteza watoto. Ndio nikwambie Mungu ni wa kanuni. Kuna vitu vya kuomba tena sana, vya kutindua, vya kung'oa, vya kuharibu, lakini kuna vitu vya kuskill, vya kutrain up, you have to do it. Bwana asifiwe. It's not about prayers all the time. Yaani tufike mahali tuachake uzembe na uvivu. Yaani tunafikaga mahali tunasema ni Mungu tu, mimi naomba tu. Kweli omba, na tunataka kweli kuomba kumtafuta Mungu, well and good. Lakini nakwambia vile vitu vya kikanuni vitabaki kuwa vya kikanuni. Nimekuambia ukitaka mtoto wako apate degree utampeleka chuo akasome. Hutakaa naye ndani ukiomba, utamleta madhabahuni hapa kumwombea apate degree, hata kaa apate. Kwa nini? Ni kanuni ya kimfumo. Bwana asifiwe. What are you doing as parent, kama wazazi wa kiume? Wazazi wa kiume wakipatikana kwa watoto wao wanajenga vitu vifuatavyo. Unajenga ujasiri, self esteem, kujithamini, kujitambua kwa mtoto wa kike na wa kiume. Unajenga utambulisho wao. Yaani mtoto anaweza akajitambulisha, akafahamika, akajisimamia kama aliyetoka kwa familia ya fulani confidently. Lakini sio tu kutoka kwenye ile familia kwa maana ya jina, lakini identity yake. Kuna watoto ambao wamepoteza kabisa utambulisho, yani hajijui tena hata ni nani. Yani yupo amesambaa kila mahali, anajitafuta hajipati. Yani kama ametoka kwenye shimo fulani vuku, lakini alikuwa nyumbani analelewa. Changamoto ni nini? Malezi yasiyo na utaratibu, yenye kelele nyingi, yenye vipigo, hupatikani, ukipatikana huna cha kufanya, mnatoka kugombana, kujibizana, kununa, kususa, ibada ya nyumbani inafanyika kupitisha ratiba. Hatuwezi kulea tena sasa hivi. Kwenye ulimwengu wa sasa hivi, they know. Kuna mahali tutafika tunaweza tukapoteza ile nafasi yetu kama wazazi, sababu watoto kwanza wametangulia mbele kupata taarifa hata kabla yetu. Wana taarifa zote, wakitaka kuuliza chochote wanaweza kauliza, wanaweza wakajifunza, na wewe hujui wamejifunza saa ngapi. Na nimesema hivi hata asubuhi, kwenye mitandao kuna taarifa nyingi sana. Kinachokosekana kule ni wisdom. Mtandaoni utapata hekima. Hakuna mtu atakupatia kule kwenye AI na nini, lakini kwa mzazi ambaye amejaa hekima ya kimungu na maarifa na ufahamu, ndiko ambako tutakuwa advantage parent. Tutakuwa wazazi wa faida only if. Kwa sababu kama kuna mahali mtu anaweza ataishia kupata kwako, atahitaji tu nguo, chakula na mahali pa kulala. Na ukiona hakuulizi maswali, kuna mahali anauliza. Na kwa sababu kuna wengine wapende kuulizwa maswali, anajua nikimuuliza mama pana mudi, baba kwanza baba kumkaribia kwenyewe hasubutu. Kwa hiyo agano la baraka linapitishwa pamoja na agano la malezi. Na baba na mama, Mungu atupe neema kusimama kwa pamoja. Na mimi pia hata katika huduma nasimama pamoja na mume wangu, tunatumika hapo, ingawa mimi ndo nazungumza sana, lakini tuna vitu ambavyo tumeviona kwamba ni muhimu sana sana kuendelea kulifahamisha kanisa na jamii na kupanua ufahamu na maarifa kwenye hilo eneo. What are you transferring to your children? Ni muhimu sana baba ujiulize, hivi na transfer nini? Na hamishia nini kwa watoto wangu? Kuna wengine wamehamishia hasira zao na trauma zao kwa watoto. Yaani ule ukoloni uliolelewa nao. Kuna wazazi mpaka sasa hivi wanabishana, wazazi wawili wengine walikuwa wanasema, yani mimi mume wangu anasema tulisoma shule za kawaida, tulipanda nini, kwa nini tuwapeleke watoto wasome shule zile zile? Sasa anasema agano la baraka linatuambia we move from glory to glory. Wewe unataka urudishe kule chini ulikotoka. Maana yake ukimaliza hapo utakuwa umefanya nini? Maana tunatamani mahali ambako kama mume wangu anawaambia watoto, anawaambia kama mimi nimefanikiwa kujenga hii nyumba tunayoishi hapa moja, na ashumu sikujenga ya pili nikaondoka duniani, maana yake nyinyi mnatakiwa mwe na nyumba mbili. Kama nina nyumba 3 mpaka sasa hivi au 4, 5, maana yake nyinyi mnatakiwa mwe na 10. Kwa nini? Si tunakuwa kutoka utukufu kwenda utukufu. Na ndivyo ambavyo tunahamisha baraka, tunahamisha mali, tunahamisha values. Ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia 35, nitakupa tu summary. Mungu alimwambia Yeremia hivi, nenda kwa wana wa Rekabu, walikuwa wanaitwa Wakerabu, Warekabu,
walete kwenye nyumba ya juu, alafu uwape divai wanywe. Yeremia akaenda akawachukua wale wana akawaleta, walikuwa wa jamii hiyo ambao hawakuwa wana wa Israeli pase, hawakuwa wana wa Yuda. Akawaambia kunyweni divai, wakasema sisi hatunywi kwa sababu baba yetu alituambia tusinywe, tusijenge nyumba, tusilime zabibu wala tusiweke mbegu kwenye nchi. Manake baba yao aliwajengea tunu ambazo hawakujichangamanisha na yaliyokuwa yanaendelea katika ule ulimwengu uliokuwa wanawishi wao. Walikaa pale kwa zaidi ya miaka 250 wameshikilia the same thing. Wakati Yeremia anatumwa, nilipo search niliona kwamba ni baada ya miaka karibia 250 Mungu anawarejelea, wako pale pale with the same values. Vizazi vingapi hivyo? 8 au 10 wameshika tunu walizojifunza nyumbani. Na Mungu anawaambia Yeremia, ikiwa hawa wameshika maagizo ya baba yao kiasi hiki, mimi baba yenu wa mbinguni nawapa maagizo, naongea na nyie asubuhi mapema, hamsikilizi, basi hawa nitawapa, hawatakosa mtu kusimama mbele yangu daima. Yani walipata mpaka kutunziwa uzao kwa kushika values, sio neno la Mungu, maagizo waliopewa. Wazazi tunajenga nini kwa watoto? For sustainability. Tunataka vijana wa hivi, tunajenga nini ndani yao? Mungu atusaidie sana. Tunawekeza values zipi ambazo watakaa nazo kiasi kwamba watakuwa identity ya utambulisho wao popote watakapokuwa wana tabia hizi. Yani watoto wa ukoo huu wakina, hapa sijifahamu kwa nyingi, ngoja nitataja zile ninazojua. Watoto wakina Mushi, watoto wakina Tarimo ametaja, au ni Tarimo huyo? Ukoo wetu, familia yetu hizi. Yani unajua kuna zile familia zikitajwa unajua tu ile familia ni ya walevi. Uongo kweli? Kuna familia zikitajwa unasikia binti anaolewa kule, unajua kabisa ile familia ina ndoa za mitala. Yani wote kuanzia baba, babu, wa vijana wote walioa kule wanaoaga wanaacha. Hata akiwa anaenda kule ameokoka, unaambia wewe unabaki ground ngumu kule unakotaka kwenda. Uongo kweli watumishi? Values zinatofautisha. Kuna familia kwenda anasema yes, au familia wanajitambua, unaanza kutajiwa, baba yao alikuwa sijui na nini, baba yao alisimama kwenye nini, baba mkubwa yule mzee wao alikuwa nini, wengine alikuwa nini, wengine alikuwa mzee wa kanisa, wengine alikuwa sijui yule walikuwa. Yani kuna identity ambazo zinatutofautisha na kututambulisha, haijalishi unataka hutaki, lakini zinajengwa. Bwana asifiwe. Kuna haja ya kuweka misingi ambayo itatambulisha familia zetu. Core values zetu ni nini? Tunu zetu kuu ni nini? Maono yetu ni nini? Biblia inasema tuyaandike hayo maono, tuyaweke wazi, watoto wajue tunaenda wapi kama familia. Ndio maana watoto wa kiume wanatoka kwenye familia wanaenda kuoa, na ndoa hata hawajui wanafanya nini kwenye hizo ndoa. Niliwahi kukutana na kesi ambayo mama anasema mtoto wangu ana mwaka mmoja, anaangalia sana katuni, hawezi kuongea, ana miaka alikuwa kama ni miaka 2 nadhani kasoro. Lakini akasema lakini baba ndo muathirika zaidi kwa sababu masaa mengi anakaa na mtoto kwenye katuni, yani anapenda katuni baba. Kwa hiyo wanatazama na mtoto hours and hours. Sasa hapa unamsaidia nani sasa? Unamsaidia mama, unamsaidia baba, sasa ndo vijana hao wameoa sasa, ndo wamekaa hapo. Wametoka kwenye familia, wamejengewa nini? Mungu atusaidie sana. Ulimwengu wa teknolojia bila kuwa na vitendea kazi vya kuseti familia ieleweke. Kwenye kitabu kimoja hapo ambacho nimeandika, hiki kitabu kimechapwa kopi chache bado hakijatoka, nimeandika Raising Responsible Digital Citizens. Kulea raia wawajibikaji wa ulimwengu wa kidijitali. Na nikaweka a set of family roadmap to screen artificial intelligence and values. Seti ya mwongozo wa familia, namna gani ya kutengeneza mpango wa matumizi ya vifaa vya teknolojia na akili mnemba. Nimesema kuna watu wanaongelea masuala ya TV. Jamani sasa hivi TV, yani kuna watoto wanatushangaa. Yani Gen Z mko hapa? Nafikiri Gen Z wananielewa vizuri, wanachekaga. Unajua mimi hata watoto wangu ni Gen Z, kuna sasa sema mama. Mtoto wangu anasoma, by the way, anasoma computer science na artificial intelligence, anafanya degree. Kwa hiyo anafahamu yani nikiwa nafanya hizo shughuli zangu huwa namuita, yani yeye ndo ananisaidia. Nitumieje hii, nifanyeje hii, yeye ndo ananisaidia. Na juzi tu hapo alikuwa ni mtoto wa sekondari. Wanatuelewa jinsi ambavyo tunaendelea kubaki nyuma ya teknolojia. Kwa hiyo kule wanakokimbilia wanaenda bila mlinzi, wanaenda peke yao. Tumebaki nyuma sana, na ndio maana nawaita tena katika jina la Bwana, pateni maarifa, hekima. Huna haja ya kuwa mtaalamu wa programming na computer science kumsaidia kumlea mtoto kwenye ulimwengu. Tengeneza mpango mzuri.
Weka plani nyumbani. Wale ambao wameshapitiza wanasema yani hiyo tulishakosea, yani wapo. Kwa sababu nishakutana na mama nakwambia, yani dokta unasema tusiangalie TV na watoto, mimi nikitoka kazini ndo mahali pa kupozea, naangalia tamthilia, sio naangalia ni. Naambia my friend, amua moja. Kama una watoto wa miaka 0 mpaka miaka 3, hawahitaji kuona screen yoyote. Labda ukisafiri, mimi nilikuwa nikisafiri, tunapigiana simu, video call. Si ndio? Kama una watoto wa huo umri, wasione TV wala hizo masimu na makatuni. Wavuke miaka 3 hapo mbele. Ukianza kwenda kuwaonyesha wanaangalia nini, kwa muda gani, wanapata nini katika kile kitu. Lakini wajenge kwenye zile study wanazozihitaji kwenye ulimwengu wa teknolojia. Bwana asifiwe. Nimeweka mwongozo mzuri huku, umri kwa umri. Ni nini vya kujenga, kama hawakai kwenye TV, kwenye katuni, kwenye screen, wafanye nini? Nimeweka wafanye nini? Tuwajenge study za kufikiri kwa njia gani, tuwaekee vifaa gani, vitu gani ambavyo wanaweza wakavifanya. Lakini pia artificial intelligence sio ya kukimbia. Tusiogope akili mnemba, ipo na inaendelea kuboreshwa. Yaani sasa hivi wanasema iliyoko ni butu. Wangapi wanatumia akili mnemba, artificial intelligence? Angalau unajua. Sasa wanasema iliyopo hiyo bado ni butu, inaboreshwa zaidi. Sasa kama tunawakimbiza, tunawatoa kule, na ndio ulimwengu wao utakuwa vile, watakuja kushindwa kuishi kwenye ulimwengu wao. Hawataweza kufunction ipasavyo. Na sasa hivi hata changamoto tulionayo na vijana wengi, tunamtafuta Mungu. Nimeona theme yenu ya mwaka inasema kuzama kilindini, si ndio? Wachungaji, kuna shughuli hapa. Watu tumezama, tuko connected huko online. Mnatushusha, mnataka tu connect na Mungu. Yaani hii ndio yenyewe sasa. Sisi pale ICC tunaenda na divine connection. Tuko pale pale. Divine connection. Tuna connectije? Tumeconnectiwa mno. Yaani kama tungeangalia zile fiber tulivyojiconnect kwenye ulimwengu kule, hizo fiber zingekuwa tuna connect na mbingu. Mungu atusaidie sana. Bwana asifiwe. Kwa kweli tuna haja ya kuweka mambo kama hayo. Kuna wakati unaweza ukashindwa, una shut up your mind, unatamani umtafute Mungu, lakini zile kelele, wangapi wanasikia zile kelele? The noise of the world, the noise of the internet and everything. Na sisi tunaofanya kazi online zaidi, yani kila saa ni message, mail, nini, matangazo, nini. Namna gani Mungu atusaidie kuweka mpango madhubuti, namna gani? Na huu mpango hauwezi kusimamiwa kwa sheria. Huwezi tu kumwambia mtoto asiangalie TV, asiangalie katuni, so ataenda kwa jirani, kwanza atakuona mkoloni, yani ndio utaendelea kuharibu. Ndio maana tumeamua kwenye academy tunaweka mpaka na miongozo. Kama ufanyi hiki, nini cha kufanya? We put the right thing in place. Kama anatazama, atatazama, lakini kwenye mpango mzuri. Kama ana vitu vya kujifunza, atajifunza in a right way. Bwana asifiwe. Na atakuwa skilled. Mimi nazungumza hivi, lakini kama nilivyosema, kijana wangu alipomaliza tu form 6 alikuwa na uwezo wa kutengeneza software. Anaweza kutumia artificial intelligence. Ametengeneza portfolio. Ningekuwa tuna project hapa ningewaambia angalieni hiyo portfolio hapo. Lakini hajawahi kubondi na screen toka amezaliwa. Programming, unataka ajue nini? Sisemi programming ya kompyuta, programming ya fahamu zao. Tunataka wawe wa aina gani? Wenye kujisimamia, wenye nidhamu, wenye excellence, wenye ubora, wacha Mungu. Bwana asifiwe. Na imemsaidia pia, ni mmojawapo wa media pale ICC. Toka kijana akiwa kidato cha 4 anatumika kwenye media. Kwa hiyo amejengwa kuelekea kwenye functionality na purpose yake aliyoitiwa, lakini sio kubondi na kukaa hapo mpaka kupoteza muda. Kuna ambao asubuhi, mchana, jioni, masaa. Yaani ukija kuangalia ile ripoti ya wiki inakushtua ile ripoti ya wiki ya matumizi yako ya bando ya social media inakuonyesha vizuri. YouTube, Google, sijui ChatGPT, WhatsApp, yote inakuwekea masaa uliyotumia. Ukiyakusanya pale, bora tukazame kilindini. Kama hayana faida. Of course kuna ambao wanafanya ndo kazi, ndo inalipa, inamuingizia, lakini kuna wengine ni wastage of time. Na kwenye mimi naachana na pointi zangu. Wacha niendelee na kile Roho Mtakatifu ananipa. Wakati nafanya mentorship huwa nawaambia tu, kama unataka kujifunza na ujue umejifunza, tengeneza mpango wa kujifunza. Ambao ukiamua kama ni wiki hii unajifunza kitu fulani, hakikisha unapoenda kwenye mtandao una kitu unataka kujifunza, nenda kwacho. Kama ni sermon unasikiliza, sijui nini tunaita, kuna talks nyingi, kuna vitu vingi vinazungumzwa. Wewe kama unataka kujifunza, kama ni masuala ya kiuongozi, kaa pale wiki au mwezi, utaweza kuevaluate umejifunza nini. Nataka kujifunza kitu fulani kwa huu muda. Kila mahali tupo, hatuwezi, kwa sababu sisi wenyewe wazazi ambao tunatakiwa tuonyeshe njia,
Ndio tunarudi na simu throughout, we are busy kwenye simu, kwenye kompyuta, na watoto wetu tunawaacha hivyo hivyo au tunawaambia wasiende, hatuwezi kutoboa. Sasa fanya mpango ambao hata mtoto anajifunza kwa mtiririko, anajifunza kwa mpangilio, vitu ambavyo unahakikisha hivi vinampa hatua, anaelekea kuwa yule ambaye Mungu alimkusudia. Tulisema juzi tena, kumlea mtoto katika njia impasayo ni kumlea sawasawa na alivyo designiwa, according to his or her blueprint of life, kuelekea purpose yake, kuelekea kusudi lake. Ameundwa tofauti, amesukwa tofauti, ana haiba tofauti, ana lugha yake ya upendo ya tofauti, ana temperament ya tofauti. Tunaleaje wote kama kwenye kapu moja? Na hapo hapo tukiwaombea kama fungu la nyanya. Ukiangalia pale kwa Ayubu, alikuwa anawaombea mtoto mmoja mmoja, namtolea sadaka watoto 10. Tena wakati wa sadaka zao ni za kuchinja. Hivi nani anatoa ng'ombe 10 kila mwezi kuombea watoto? 10 unachinja. Sasa hivi tunaenda mbele za Mungu kwa sadaka moja ya damu ya Yesu. Tunahitaji kutoa ng'ombe yetu ni dakika zetu. Kamata mtoto mmoja mmoja. Bwana asifiwe. Ombea mtoto mmoja mmoja, usiombee kama fungu la nyanya. Bwana asifiwe. Naomba niende pointi nyingine haraka haraka. Jambo lingine la pili, hatulei au malezi sio kazi, sio kama kazi ya muda fulani tu. Ni mpango kamili wa utume kama ambavyo tumejifunza. Biblia inasema kwenye Zaburi ya 27 mstari wa 3, tazama wana ni urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama wana ni urithi wa Bwana, alafu ametupa vitu vya thamani. A heritage, urithi. Hakuna mzazi anatoaga urithi. Kwanza wazazi wengine wakiona kijana eleweki hata urithi hawampi, wanasema huyu simpi, ataharibu, atauza. Si ndio? Sasa anapotupa anasema ni urithi. Na tena tunajua ni mataifa, tunajua ni vizazi, ni watumishi wake wa ngazi mbalimbali. Tunawaleaje? It's a mission. Na hakuna mission ambayo haina mpango mkakati, haina kujitoa, haina maono ya mbali ya kwamba tunafanyaje kwenye kumwinulia Mungu vizazi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo parenting is not a task, is a mission, na tumeona jinsi Mungu anapitisha vitu mbalimbali uzao kwa uzao. Kuna ukoo zinajulikana kabisa zinapitisha. Kama wanapitisha vile vitu vibaya ambavyo tunasemaga, kwa nini tusipitishe si vizuri humo ndani? Kama tunaweza kuamini kuna vitu vimepita huko wao huko hivi hawaoi, sio wafanye nini, wafanye mambo gani, kwa nini si tusipitishe vitu vizuri vikaenda kule na tukaachilia imani yetu ikasonga vizazi vingi? Bwana asifiwe. Inawezekana kabisa, lakini hiyo mission lazima iwe na mikakati kama nilivyosema. Joshua anaposema mimi na nyumba yangu tamtumikia Bwana, alikuwa na uhakika na mission aliyopewa na Mungu. What's your mission as a family? Watoto wako wana mission gani? Wanafanya nini? Bwana asifiwe. Na kama nyumba mnafanya nini kama familia? Haleluya. Lakini pia nataka tuongelee hapa kidogo, tumalizie. Hatulei tu kwa kuangalia tunalea watoto ambao ni raia wa ulimwengu wa dijitali. Sawa kabisa. Nimesema teknolojia ni nzuri, inatatua matatizo, imetupitisha kwenye ulimwengu ambao hata hapa tunatumia teknolojia. Kila kitu unachokiona hapa ni tech. This is tech. Wao wanachukua sijui nini, ni teknolojia. Na ni vitu ambavyo vinatusaidia pia kuhubiri ufalme wa Mungu. Vinatusaidia kujenga ufalme wa Mungu. Lakini hatulei tu vijana ambao ni digital citizen, tunalea raia wa ufalme. Vijana ambao tunatamani wamtumikie Mungu kwa nguvu, wakibeba ile imani ambayo tumeipokea kwa wazee wetu. Bwana asifiwe. Ukiangalia wale wazee waliotumika, hata tu tukija kwenye dhehebu letu la TAG, wale wazee waliobeba imani na ule moto wakahubiri na kuhubiri, na leo ni kizazi cha ngapi sisi tupo tuliokoka kwa injili ya leo? Kizazi kingine kiko wapi ambacho kinaandaliwa cha kubeba kwenye ulimwengu huu wa teknolojia? Bwana asifiwe. Maana tukiwapotezea kule, kuna vitu ambavyo kwenye ufalme wa Mungu havitakuwa na mwendelezo. Lakini tunamshukuru Mungu kwa wale ambao wanatumia vizuri teknolojia. Ndio hawa ambao tunawatumia pia makanisani, tunapaza sauti, tunazungumza kwenye social media, tunaongea kila mahali habari za ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Lakini pia Mungu atupe neema tufahamu hilo kwamba vijana wa ufalme tunaoandaa wameitwa kutawala na kumiliki, sio kutawaliwa na mitandao, kutawaliwa na teknolojia, kutawaliwa na tabia za ulimwengu wa sasa hivi. Wameitwa kutawala na kumiliki. Ni vijana ambao tunatamani wakitoka wanaweza kutumia teknolojia positively kwa uchumi, kueneza neno, kujijenga, kufanya mambo ambayo ni ya tija. Lakini tuna wengi tayari wameshapotelea kule kwenye masuala mengine ya ambayo hayafai.
na pia tunawalea ili waweze kuchanua. Tunapowalea kwenye ulimwengu wao waweze kuchanua kama wao na vitu Mungu alivyoweka ndani yao, lakini na utumishi na utume Mungu aliyoweka ndani yao, kwa sababu kila mmoja ana portion yake. Bwana asifiwe. Kila mmoja ana nafasi yake kwenye hiyo. Ili tuweze kuwalea vizuri, ni vizuri tuweze kujijenga kwenye maarifa sahihi, huku tukimwomba Mungu. Na nilizungumzia masuala ya kutengeneza nyumbani kwako mazingira ya ibada. Tunatamani kweli kuzama kilindini, tunatamani kuwa connected na the vine, lakini tunakuwaje connected wakati ambako tuna mambo yanatusonga sisi wenyewe? Yaani kuna watu unaweza ukajikimbia mwenyewe, yaani hutaki kukaa hata ukajianalyze, ukajifikiria, ukajicheki kwamba haya mambo yanayoendelea mimi ni sehemu yake. Hapana, ni huyu mwanaume ni mkali sana, yaani asikiage, hasiki. Ukishasikia nasema hivyo, hebu rudi kwako kidogo, jicheki na wewe kidogo. Na wewe unasikia, na wewe unaelewa, na wewe huna makelele, na wewe huna trauma, na wewe hugombi, na wewe upayuki, na wewe huna emotional intelligence pia, na yeye hana. Tusaidiane. Bwana asifiwe. Twende tena msalabani kwa Yesu, tuombe na kuomba Mungu atutengeneze nafsi zetu, roho zetu na miili yetu. Na tunapolea, kabla sijamaliza, ni kuachia kitu. Mtu ni roho ambaye ana nafsi na anaishi katika mwili. Wazazi wengi tunalea mwili, na tukijitahidi kidogo tunalea roho. Kwenye eneo la nafsi ndo hapo tunakuja kugombana kwenye mahusiano, kwenye ndoa. Akikasirika hajui afanyeje, kwa sababu hata yeye kila alichokuwa anafanya alikuwa anagombezwa, kila kosa mtoto anapigwa. Mwisho wa siku ni hamaki. Tukija kwenye ndoa, ukinikwaza na susa wiki. Wangapi wale wanakata wiki nzima, siongei na mtu, mwezi. Kuna ndoa moja wananiambia walitimiza miaka 25 ya ndoa, alafu wanakuambia wanaweza kanuniana mwezi hata mitatu. Miaka 25 ya ndoa, utoto. Hiyo tunaruhusu mwaka mmoja miwili. Mchungaji, mnaruhusu angalau basi miaka miwili mitatu ya kwanza eti, if at all kuna haja. Lakini baada ya hapo jijenge. Hizo ni trauma. Tulilelewa bila kujaliwa eneo la hisia. Kwa hiyo hatujui kabisa namna ya kuhimili hisia zetu, namna ya kuzieleza. Kuhimili sio kuzisuppress. Biblia imesema tutakasirika, ndio maana nasema uchungu wenu isifike jioni. Nani anaweza hapo? Jioni kabla jua halijazama uwe umesha kutoka. Maana yake is emotional intelligence. Kwenye Mithali kuna mistari mingi anasema ajizuiaye kuongea kwa haraka anaiponya nafsi yake. Iko mingi inayozungumzia emotional intelligence, namna ya kuenda na hisia zetu chanya na hasi. Nani anasimamia hayo, kutengeneza mazingira mazuri ya nyumbani ya ibada? Tukisha korofishana sana huko, tumegombana, gombana, fukuzana watoto, wasichana wa kazi, nani, ndo tunaitana kwenye ibada. Tutazama kweli kilindini, wapende. Lazima kuna namna tutenge. Na hiyo wengi wanasema ni mental health challenges, kwamba bwana mimi nina stress, mimi nikirudi nyumbani. Una stress, mtoto hazimuhusu. Hivi mnajua hilo wazazi? Wewe stress zako mtoto zinamuhusu nini? Tusiwape mizigo ambayo sio ya kwetu. Wewe jifunze namna ya kutengeneza, kuhimili hisia zako, kuzieleza pale ambako hujafurahishwa na jambo fulani au walijaenda vizuri. Weka misingi mizuri ambayo tutalea emotionally stable watumishi wa Mungu ambao wako emotionally stable. Bwana asifiwe. Kihisia, kisaikolojia, kifikra, kiroho, kielimu, kiuchumi. Huo ndo uwekezaji ambao mzazi ukimaliza ile kazi unasema nimeacha legacy. Mtoto anasema nilikuwa na baba na mama hapa na wamenitengeneza, wamenilea, wamenikuza. Bwana asifiwe. Tunalea waume za watu na wake za watu. Tusiwaachie vilema ambavyo tunakuja kuhangaika navyo huku na kina Dr. Chris Mauki kule na wanasaikolojia watu wako wengi ni customers. Kwa nini? Malezi. Ukilea vizuri, ndoa pia za baadaye zinakaa vizuri. Bwana asifiwe. Lakini ili ulee vizuri ndoa yako na nyumba yako inabidi ikae vizuri. Kwa hiyo Mungu atupe neema kwamba hatulei tu digital citizen, tunalea kingdom citizen. Tunawaleaje? Tunawajengaje? Tunawaimarishaje? Swala la maombi lina nafasi yake, swala la neno lina nafasi yake, swala la kanuni lina nafasi yake. Bwana asifiwe. Ndio maana Biblia inazungumzia kuhusu hekima, maarifa, ufahamu na busara. Haleluya. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe. Na baada ya kusema ujumbe huu kwa ufupi, ningetamani sana niweze kuomba pamoja na ninyi na kuachia baraka za Bwana.
na kisha nirudishe madhabahu kwa mtumishi wa Mungu kwa ajili ya mengine yanayoendelea. Ninajua kila mmoja hapa ana zamu yake. Kuna watoto ambao wako hapa wamesikiliza ujumbe, wengine ndo wale ambao hata wakiitwa na wazazi wako kwenye screen. Kuna wale wanazililia, wanatamani lini na mimi nitakuwa nipate ya kwangu. Niliwahi kuwa mahali fulani na kukawa kuna mtoto mmoja anatamani sana apate smartphone, kwa hiyo kuja atafanya kazi, ikitimia ile hela alikuwa anataka smartphone ataondoka na utamuona tena. Na anapotelea kule. Kuna ambao wanaangalia wanatamani niwe najiposti asubuhi, mchana na jioni, nigeuke huku kwa sababu wanaona ndio maisha yaliyopo kwenye ulimwengu, fake life. Naomba tusimame wapendwa. Kuna vijana wa kiume ambao teknolojia mnajua ilikowafikisha. Mnaenda mbali mno kutazama na kusikiliza mambo yasiyo ya wakati, yasiyo ya majira yake. Kuna wazazi tumepotelea huko kwenye kompyuta, kwenye simu, hatupatikani, tuko busy. Watoto wetu wanapotelea kule. Kuna anakuambia mimi mtoto bila katuni hata nyamaza, hawezi kula, hawezi kulala bila kumwekea. Jamani, tuwe na mpango. Bwana asifiwe. Tuwe na mpango na tuenende kwa hekima, maarifa na ufahamu kama neno la Mungu linavyotuambia, na tutaona tukijenga familia bora zenye kutoa vijana imara, watumishi wa Mungu wanaweza kustahimili kwenye ulimwengu wao, wakafanikiwa, wakakaa kwenye teknolojia bila kuharibu maisha yao ya kiroho wala maisha yao ya kawaida kwenye ulimwengu wao. Badala ya kupotelea kule, waweze kumtumikia Mungu na kufanikiwa sana. Bwana asifiwe. Kila mmoja kwa nafasi yake nenda mbele za Mungu wakati na kuombea neema na rehema kwa Bwana, na neema ya kufanya vizuri, kubadilika na kutenda yale yapasayo kama watumishi wa Mungu. Asante Jehova kwa sababu neno lako linasema ya kwamba Bwana ni Mungu tufundishaye ili tupate faida. Na mchana huu leo nimesimama mbele zako na mbele za watu wako Yesu. Ninakushukuru sana kwa ajili ya neema hii ya kushare neno lako. Tunakubariki na kukuadhimisha Mungu mtakatifu uliyetupa macho yanayoona na masikio yanayosikia majira haya kwenye kizazi hiki. Nami nasimama mbele zako na mbele za watu wako Jehova, nikikusii uliye mwingi wa huruma na rehema kwa ajili yangu na kwa ajili ya wazazi ambao Bwana tunasimama kama mawakili wa vipawa vyema ulivyotupa na urithi. Turehemu mahali ambako Bwana hatukuenenda ipasavyo, hatukufanya iliyopasa, tumetembea kwenye njia zetu wenyewe bila kuangalia shauri lako. Tumekosa hekima, maarifa, ufahamu ambao ungetusababisha tukaokoa vizazi vingi. Mungu tuhurumie wazazi, turehemu Bwana mahali tumekosekana kwenye zamu yetu. Tunao vijana wanahangaika, wana mangamanga, wamepotea kwenye ulimwengu wa teknolojia, kwenye ulimwengu ambao wamesombwa na mafuriko ya kila namna. Nasi kama kanisa tupo Bwana, tunasihi rehema kwa ajili ya vijana wetu, uwarejeshe tena Mungu kwenye nafasi zao, ponya nafsi zao, roho zao, mioyo na miili yao. Tunaombea wale watoto wetu wachanga, wale wanyonyao na wale wadogo Bwana, na wale teenagers. Yesu, kumbuka rehema juu yao, wasishikwe kwenye ulimwengu wa uharibifu, bali Bwana watunzwe, wahifadhiwe, maana ni kizazi ambacho you need to preserve them Jehovah for you. We dedicate them unto you once again. Tunaomba Bwana uwashike wasipotee katika ulimwengu huu wa sasa. Bwana Yesu, wabariki watu wako, waongeze neema Bwana, ongeza maarifa, ongeza hekima na ufahamu, washike kwa mkono wa kuume wa kiako Bwana, katika ulimwengu huu wenye mawimbi mengi. Bwana, tutasimama kwa ajili ya jina lako. Bwana Yesu, utukuzwe, uinuliwe, heshima na sifa zirudi kwako, kwa kuwa utatupa neema ya kutendea kazi neno hili, halitapotea bure, maana ni mbegu iliyoanguka itamea hakika kwenye mioyo ya watu wako na kuzaa matunda, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Amina. Mungu awabariki sana. Niwakumbushe watakaohitaji vitabu, tafadhali mtavipata kama mtakavyopewa utaratibu.